Ladies and gentlemen, welcome to the Brother Rogers YouTube channel. And if you're watching this video, kindly make sure you click that subscriber button. And this is the only place whereby we discuss gospel matters, ladies and gentlemen. You know, in the Bible, there's a story of the birth of Jesus Christ. In this story, immediately Jesus Christ was born, the book of Luke tells us about the strange stars that appeared in the skies. And the Bible talks of the wise people, the experts, the professionals who were experts in doing research. When a new star appears, they research and try to understand what it means. And when Jesus was born, there was a very strange star, which they asked themselves, "Hai, na hii nyota ni ya wapi hii?" Kwa najiuliza maswali, where they were sitting asking themselves, "Hai, ndugu, tumeona nyota hapa ambayo haijawahi onekana. What could be the issue? What could be the issue really?" The Bible says, wakaanza safari. They started a journey following the star, because that was actually their work. I don't know if they were astronauts. I don't know what they were. No, they were scientists actually. And you know, scientists are highly learned people. So they were following that star to see mahali na wapeleka. And there was this king called King Herod, mwenye alikuwa rais by then. The Bible says he was an arrogant king. He was a dictator. When he got the news of the birth of Jesus Christ, the Bible says he was terrified. He was terrified. He was shaken. Because according to the prophecy that was prophesied by Isaiah, it was written that a Messiah will come, a ruler of the world, the King of Kings. Then how you know, Pharaoh was asking himself, who is this, the King of Kings, whose star appeared yesterday night? Because you know, like when we have visitors from America, they must notify the Kenyan embassy that we are coming. And the embassy reports to the president that the visitors are coming. So I want to believe the wise man also reported to the embassy. And King Pharaoh was notified kwamba there are wise men who are coming, and they are coming to do A, B, C, D. There is a unique star that appeared, and that is what they are coming to investigate. And Pharaoh was asking himself, "Hey, what kind of a star is this?" So the Bible says Pharaoh gathered qualified people. Pharaoh gathers NIS, National Intelligence Service, we call it in Kenya. He called them in a very secretive meeting. He summoned them. The professors, the scientists, qualified government scientists. Akawaita akawauliza, na mumesikia hii nyota ambayo nasikia kwamba kuna watu wanakuja kuiangalia ni ya nini? Akawaambia, can you go and do research? Go and find out what the star is all about. If you find it, please bring word to me. Wakatoka, wakaenda kufanya research. Biblia nasema walipomaliza kufanya research, they came. Wakaambia King Herod, you know what? Hi, it's written in the Bible. It is written that a time like this, a king will be born. A king of kings. And Pharaoh was asking, a king? The ruler of the earth. Hi, uniliko. Pharaoh was terrified. The Bible says he was terrified. He was shaken. And when the wise men arrived at Pharaoh's home, they entered. The Bible says, walipoingia, the star disappeared. And they had to ask Pharaoh, hii star ambayo tumekuja nayo imetuleta mpaka kwako na imepotea. Je, kuna nini hapa kwako? Kwa sababu these stars are unique.
And wakati Pharaoh alikuwa ameita wale waandishi wa magazeti na wasomi wakati huo, akaambia the wise men, no, there is a king of kings who has been born, Jesus Christ. What you do, just go and find out. Mukipata mniletee maneno mimi niende kumwabudu. That's what the Bible says. Now, the wise men left. But don't you think, or do you think that Pharaoh was genuine to his sentiments, kwamba angeenda kumwabudu? The Bible says he later plotted to kill Jesus. Ladies and gentlemen, akapanga njama ya kwenda kumumaliza Yesu Kristo. Na before mfikie, Biblia inasema Mary na Yusufu waliambiwa mapema watoroke. Waliambiwa go, toka. So wakati Farao anatafuta Yesu hakumpata. Ladies and gentlemen, nataka niseme nini? Kuna watu wametumwa katika biashara yako. Kuna watu wametumwa wakuja kufanya research. Stock unatoa wapi? Profit unatengeneza siku ni ngapi? Na wametumwa kufanya uchunguzi, wapeleke maneno. Be very cautious. Kuna watu wametumwa shuleni unaposoma, wanataka kujua unapatanga grade ngapi katika mathematics. Wametumwa na watapeleka ripoti, na ripoti watapeleka ni ripoti ya kukumaliza. Farao akaambia wale watu kwamba, akaambia the wise men, go and if you find him come back, I will go and worship him. Najua kuna marafiki wanakuja, wanaona either umevaa nguo nzuri, wanaanza uchunguzi. Kwa na mimi nataka kununua. Hata wapi? Kiatu yako hii mzee hii ni moto hii. Hii. Dogo hii ni moto sana. Hii simu yako hii ulinunua wapi? Simu bana ni kali. Ulinunua pesa ngapi? Na ulitoa wapi pesa bwana? Nakwanga na customers wengi sana bwana. Hii biashara yako. Kwani Mungu amekubariki? Wanafanya uchunguzi, na utakapowaambia ukweli takumaliza. Biblia inasema when the wise men left, the angel of the Lord appeared to them. Akawaambia, tafadhali, mukirudi badilisha njia, tafuta njia nyingine. Rafiki anapokuja kwako na anajua vile unafunga nyumba, badilisha kufuli. Badilisha. Mtu anapokuja kwako kukufanyia uchunguzi jinsi ambavyo umepanga your kitchen, badilisha. Kama ulikuwa umepanga sufuria hapa, badilisha, peleka kwingine. Kama kuna mtu anakufanyia uchunguzi mahali unakula kila siku kwa hoteli, wakishajua, badilisha mkono. Badilisha hoteli ama badilisha chakula, my friend, kabla hujamalizwa. Herod was so bitter, na akaambia watu kwamba nendeni mkimpata moja mniambie. Malaika wakati walikuwa wametoka, malaika akakutana na wajane akamwambia, don't go back, tafuta njia nyingine muende, kwa sababu mahali mnaelekea mtamalizwa. Na ilikuwa ukweli. Ladies and gentlemen, it's that serious. Kuna watu wametumwa kwako wajue ndoa yako unaendelea vipi. Je, mnagombana na bwana yako? Je, bwana yako anakulinda vizuri? Wakishajua, my sister, my brother, utajua ujui. Wametumwa. Kama watu wanakuja, brother, yako sivyo anaoganga vizuri. Ndugu, brother, inaona mnatembea na bibi bwana, mjagombana, mimi tunapigana kila siku. Niambia si. Ametumwa. Yes, minister, you be very cautious. Usitoe siri ya kwako, watakumaliza hao. Ni wachawi, they will finish you. You be very cautious. Wanapokuchunguza, badilisha mkono, pita njia nyingine, waambie ndugu, mambo ya familia yangu wezani. Hapana. You can't. Kuna watu wanachimba biashara. Unafikiria wao wamekuja kwa nia nzuri, kumbe wametumwa na ripoti mbaya. Vile Farao
alituma hao watu, ambia nendeni mkimpata muje. Usifikirie kwamba mkiwa mumeng'ara na bwana yako ama na bibi yako watu wanafurahia. Kuna watu wanakutafuta. Usifikirie hiyo nywele umetengeneza nzuri, kuna watu wanafurahia, wanakutafuta ndugu yangu. Dada yangu, wanakutafuta. Ukiona biashara yako inaendelea vizuri, unaleta stock, siku mbili imeisha ama siku moja imeisha, umetengeneza profit, umejenga maplot, usifikirie kuna watu wamefurahia. Ni kukutafuta, wanakutafuta. Pale afisini, mdosi anapokupenda ama kazi yako ikiwa nzuri, kuna watu wanakuonea aibu. Ni aibu ama nini? Kuna watu wanakuonea kisirani, watakumaliza. Be very cautious. Na unajua shetani ni muongo. Kuna mtu unaniangalia sasa, kazi yako ni kubweka siri zako za nyumbani, za wazazi, za bwana yako, za mume wako. Wewe kazi yako ni kubweka tu, utamalizwa. Watu si wazuri, si biblical. Sasa kama Farao alipanga kumaliza Yesu, kwani wewe ni nani? Binadamu wa kawaida. Who are you? Who are you? Unajua ulimi unajenga na unabomoa. Ulimi unajenga. Biblia inasema ulimi ni kiungo kidogo, lakini unajenga na unabomoa. Usipochunga, ulimi wako utakubomoa wewe mwenyewe na utaibika mbele ya watu. Linda maisha yako. Jichunge. Usibweke ziri zako ofyo. Chunga maisha yako vizuri. Ile nyumba ulijenga kwenu mzuri, kuna watu wasikii vizuri. Ile shamba ulinunua milioni 2, kuna watu, my friend, wanakuchunguza, wanataka kujua ulitoa pesa wapi. You be very cautious. Utafikiria ni marafiki, lakini wanakumaliza. Ile gari ulinunua, gari mpya nzuri, wanakufanyia uchunguzi. Usifikiria wamesikia vizuri. Moto wakotea mbali. Hiyo botiki umefungua juzi, wanakuchunguza. Na hivi ndio ndoa zinaharibika. This is how relationships break. Because unapata wanadada wengine wanakuja kwako, wanakuuliza, dada yangu, ndugu, na uliangukia. Ile kijana uliangukia bwana. Vrenda akifaa jeans na Reeboks. Mzee uliangukia. Na nakutreating vizuri. Wewe ukiwa mjinga unaanza kuambia unajua. Watakunyang'anya mchana peupe na utabaki ukilia. Mungu akubariki sana na asante. Barikiwa. Thank you so much.